Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha tena kwenye channel yetu ambapo leo hivi Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali si eti haina pesa. So let's say serikali ni kama iko na pesa, lakini pesa zote zimeenda kwa madeni yaliyoachwa. Lakini ni kina nani hao ambao walitoaga madeni? Wenye wanafanya Kenya ikuwe na madeni. So according to how Kipchumba Murkomen was saying, maybe alikuwa anamaanisha Uhuru Kenyatta venye alitoka aliacha deni. The previous president pia aliacha deni. So like Kenya tu kazi tu ni madeni. So Kipchumba amesema wanajaribu juu chini ili at least pesa ambazo wako nazo walipe madeni zote. And you know what, I don't think if they can manage kulipa hizi madeni zote za Kenya, cause I'm sure pia yeye akitoka bado atatuachia madeni. So it's ni kama ni habit ya president yoyote kutoka lazima tuachiwe madeni. This is Kenya, my friend. You see, so amesema they will solve the economic challenges whatsoever, and they try their best ili waweze kuona at least madeni ambayo Kenya iko nayo itafanya itasolviwa, like itapungua, and then watu watalipwa, because hizo mjadala yenye iko ni pesa hakuna, watu hawajalipwa. Yeah, of course watu hawajalipwa, and you know kuna watu wengine hapa hivi wao wamekuaga wakilipwa pesa hawajai feel that pain ya kutolipwa. I think now they have felt it, like imewaingia so strong, at least wamejua, washajua ni uchungu. It hurts, my friend, you know it hurts wakati hujalipwa pesa. You know school fees, unashangaa utatoa wapi pesa za kulipa school fees, rent ndo hiyo, and some of the bills. So kuna na pia aliongezea kusema kwa kuna madeni ambayo yalikuwa yamechukuliwa kiholela, kuna dozi zilichukuliwa kiholela. So I'm just wondering, hizo pesa zilichukuliwa kiholela, so unataka kuniambia those people that were in government hawako wanajua hizo pesa zimechukuliwa? Because Murkomen is saying that hizo pesa zilichukuliwa kiholela, watu hawakujua ni nini zilikuwa zinatumika kufanya. But this is Kenya. Me, I'll keep on singing this is Kenya simply because, you know, president akitoka lazima tuachiwe madeni. So me, I think hata sisi wenyewe Kenya tutakuja kuuzwa, tujipate tumeuzwa ili tujilipie madeni yetu yenyewe. So guys, hebu tuangalie hii video ambayo alikuwa akisema about people wenye hawajalipwa and whatever, tuweze kuona alikuwa anamaanisha nini. Pia wewe mpenzi mtazamaji, unaweza rusha hapo chini comment yako uniambia, je, unafikiriaje according to how Murkomen was saying, pesa ziko kweli? Okay, na kama ziko zinalipa madeni kweli ama wanajisaidia kujinufaisha wao wenyewe? Mimi nataka kuhakikishia Wakenya ya kwamba hakuna wasiwasi nchi yetu. These economic challenges mnaona ni ile tuliwachiwa na tutasuluhisha. Ninaona saa hizi kuna mjadala ya kwamba hakuna pesa katika taifa. Si kwamba hakuna pesa. Pesa yote inabebwa na deni. Ile deni ilichukuliwa na deni zingine zilichukuliwa kiholela. Deni zingine zilichukuliwa na pesa zenyewe hazija akauntiwa, hakuna uwajibikaji kwamba ilifanya nini. Kwa hivyo si kwamba unajua kuna mtu anasimama anasema serikali yenye imekuja imeshindwa, haina pesa. Hapana, tumewaachiwa mzigo mzito sana. Mbaya hata juzi nilikuwa nasema Raila ashukuru Mwenyezi Mungu, naombe na mwambie asante kwa sababu kunifanya nikuwe rais. Kwa sababu angekuwa rais hata sijui angeanzia wapi. Afadhali huyu hustler anajua hustle kutafuta jinsi ya solve the problem which are there. If these problems had made a president like ule mzee wetu, ingekuwa shida sana. He should be grateful. Hata hii maandamano wachane nayo, ashukuru tu Mungu, aseme thank you God huko nifanya president, nimeona hii shida zote iko Kenya, wacha Ruto apambane nayo. I'm saying this from my depths of my heart, yeah, because of his age and the problems alikuwa nayo. Mwenye ameweka deni Kenya mzima kwa muda mfupi, kwa hiyo serikali ile ya juzi ya miaka 5, sasa akuwe tena ni patron yako na huko president, ingekuwa